Leo tutajifunza kuhusu Ubudha, Ubuddhism. Ubuddhism ni falsafa ya maisha inayolenga kuondoa mateso, kupata amani ya ndani na kuishi kwa hekima, maadili na kutokushikamana sana na hii dunia. Ubuddhism kwa sasa ni dini tofauti kabisa na dini zingine, kwa sababu Ubuddhism haumwamini Mungu kama muumba, isipokuwa inazingatia mafundisho ya akili pamoja na maadili. Mwanzilishi wa dini hii jina lake anaitwa Siddhartha Gautama, ndiye mwanzilishi wa Buddhism. Alizaliwa India katika karne ya 5 kabla ya Kristo. Alikuwa mwana wa mfalme. Yeye aliyachoka maisha ya anasa, akaachana na ufalme, akaenda kutafuta ukweli wa haya mateso yanayopatikana katika ulimwengu. Akapata enlightenment ambayo ilimfanya kupata ufahamu mkubwa. Alipokuwa amekaa chini ya mti wa Bodhi, akaanza kuwafundisha watu njia za kuondokana na mateso kutokana na maarifa aliyoyapata chini ya mti huu. Alitafakari ndani ya muda mrefu na mwisho akapata majibu kwa nini duniani kuna mateso na anasa zinazopatikana katika ulimwengu huu. Siddhartha Gautama baadaye alifahamika kama Buddha. Buddha huyu hakuwa na mlinzi wa kijeshi au mungu. Alikuwa analindwa na wanafunzi wake wa kwanza. Baadaye miaka iliposonga, mfalme wa India jina lake akiitwa Ashoka alianza kueneza Ubudha duniani. Ashoka the Great alikuwa ni mfalme wa India aliyesaidia sana kueneza Ubuddhism duniani. Ubuddhism ulienea kupitia wamishionari wa kimonk, ulipitia biashara, ulimpitia mfalme huyu Ashoka na uhamiaji wa watu. Ulienea katika nchi ya Sri Lanka, ulienea katika nchi ya China, ulienea katika nchi ya Japan, ulienea katika nchi ya Thailand, ulienea katika nchi ya Korea, ulienea katika nchi ya Tibet na ukaenea katika nchi ya Myanmar. Madhehebu ya Kibudha yalikuwa matatu. Dhehebu la kwanza lilikuwa ni Theravada Buddhism, ambayo yenyewe ilikuwa ikipatikana katika Asia ya Kusini, Sri Lanka pamoja na Thailand. Yenyewe ilifuata mafundisho ya awali kabisa ya Buddha. Lakini dini ya pili ilikuwa ni Mahayana Buddhism. Yenyewe iliendea katika nchi ya China, nchi ya Japan, nchi ya Korea. Ilisisitiza huruma kwa watu wote. Dini ya tatu ilikuwa inaitwa Vajrayana Buddhism. Ilienea katika nchi ya Tibet, ilienea katika nchi ya Mongolia. Ilihusiana na meditation kale za mila za kiroho. Wafuasi wa Buddhism kwa sasa duniani wanakadiriwa kuwa milioni 500 mpaka milioni 600 duniani pote. Ni moja kati ya dini kubwa duniani iliyoweza kuanzishwa na Buddha au Siddhartha Gautama. Buddha maana yake ni falsafa ya maisha. Kwa hiyo huyu Buddha ambao ni Siddhartha Gautama ndiye mwenezaji wa dini hii katika ulimwengu huu. Wa monk wenyewe ndio ambao ni watumishi wa matempo ya Buddha. Wamonki wanaandaliwa kupitia mifumo ifuatayo. Moja, huwekwa kichwa wazi kwa kunyolewa nywele zote. Huvaa mavazi ya rangi ya machungwa au maroon. Hujifunza kutafakari, hufuata sheria za maadili na huishi kwenye mfumo wa kihekalu. Maana yake wanakaa monastery, yani maana yake wanakaa katika hekalu. Sasa zile sanamu wanazoziabudu au kuzitumikia ni nini? Sanamu ya Buddha si Mungu, ni kumbukumbu ya Buddha, ni alama ya mafundisho yake. Watu wanainama kwa kutoa heshima. Watu huomba mwongozo kutoka kwa huyo Buddha ambaye ni Siddhartha Gautama. Wanakwenda kumwomba awapatie mwongozo. Huweka maua, uvumba na mishumaa, ikiwa si ishara ya kuabudu kama tunavyomwabudu Mungu muumba, isipokuwa wao wanamuomba huyu Siddhartha Gautama azidi kuwafunulia maarifa. Tafsiri yake ni kwamba wanamuomba kama Mungu wao. Je, ni dini ya aina gani? Ubuddhism ni dini isiyokuwa na Mungu kama muumba, nani theistic, lakini pia imebeba falsafa ya maisha na maadili. Yenyewe ni dini inayolenga kuondoa mateso. Sasa tumekuwa tukiona kwenye movie mbalimbali watu wakiwa wanajifunza kung fu na ngumi. Je, monks wanajua ngumi? Monks
ni watawa wa Kibudha. Maana yake hawaoi wala hawaolewi wala hawajihusishi na mahusiano. Kupigana si sehemu rasmi ya Buddhism. Buddhism inasisitiza amani, inasisitiza kutokupigana, inasisitiza huruma. Ndiyo dini ya Buddhism. Kwa hiyo hakuna mafundisho ya vita au kupigana. Buddha inafundisha amani, inafundisha huruma, inafundisha kutokudhuru viumbe wengine. Monks hawaruhusiwi kushika silaha wala kupigana. Sasa filamu zilizopo ulimwenguni zikiwa ni filamu za action movie, watu hutumia tempo kama sehemu ya story tu, huongeza mapigano ili iwe sehemu ya kuvutia. Kwa hiyo zile movie zinazochangamana na Buddhisti pamoja na monks pamoja na martial arts, hizi zote kutoka China, Thailand films, hii si Buddhism ya kweli, ni kung fu au action movie. Kwa hiyo tunatakiwa tuelewe hilo jambo. Tutakuja tuendelee na sehemu ya pili kujifunza kuhusu Uhindu. Kwa hiyo Mabudha ambao leo tunawatazama ulimwenguni, wao wanaabudu maarifa ila wamwabudu Mungu. Kazi ya Mungu inahitajika kuenea kwao, kuwafunza na kuwaelekeza kuwa yupo Mungu anayefaa kuabudiwa. Lakini mpaka sasa ujumbe wa kweli umewafikia Wabudha na baadhi yao wameanza kujua ukweli kuwa yuko Mungu ambaye anafaa kuabudiwa. Tutakuja tujifunze kwa undani zaidi kuhusu mafundisho ya Buddhism, lakini wakati ujao tutakuja tuangalie ile dini ya Uhindu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.